Kids the Crusade wenzangu wamalizie leo hii na wakanituma na salamu. Je, mnazipokea? Baada ya kusema hayo, pia nina mama mpendwa. Kwa wale ambao hawana taarifa, nimelelewa katika Koinugeti district ya zamani, si ya sasa, ambayo ilikuwa inashika maeneo mengi. Ilikuwa inashika Kameja, hapa Bad Forest, Kapresus, Kameja, wapi ngine, Kapkeno, inaenda mbali sana. Na hiyo wakati nimelelewa katika maeneo ya Madharo. Madharo iko after Koriomat, katika kanisa la zamani la Arangai. Tukaja tukaanzisha kanisa kuu la Koriomat. Otherwise, wale wanaofahamu mama yangu na baba yangu, watu wa Madharo, wametuma salamu. Mnazipokea? Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, imefika wakati wa wewe kunena nasi. Naomba Baba kupungua, wewe ukahimidiwa milele. Baba, roho yoyote ya usingizi kemea na itokomeze katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kuongea Baba, ikomeshe kwa jina la Yesu. Roho ya kutoa watu kanisani kutoka nje Baba, ikomeshe kwa jina la Yesu Kristo. Na roho ya kuweza kuzipokea simu na kutuma ujumbe hata kwenye mitandao Baba, komesha kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nipungue, uinuliwe milele kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Fundi wangu wa mitambo, baada ya kunipa sauti kwa kipaza hiki, teremka kwa umati. Teremkeni kwa umati. Naongojea mteremka kwa umati ninapotoa part of my sermon. Hubiri letu, Dare to be a Daniel. Nimegundua tulipokuwa kwenye leseni zetu na kipindi cha kwanza kilichotangulia, nikagundua wote waliongea lugha ya Kiingereza ama Kimombo. You all speak on an English language. But for my sake, I understood that youth do not, they like English, but they do not speak English clearly. And there are other vocabularies that might be challenging to our youth. Therefore, I'll speak Swahili. Nitanena Kiswahili. Na nimegundua 80% katika kutembea kwangu hapa ndani, nikagundua 80% hawana Biblia, wako na simu. Kwa hivyo starehe, hata usifungue hiyo simu. Unless unataka kunirekodi, urekodi. Ukitaka kunipost anywhere, hata ukitaka kunipost kwa shetani, mimi siogopi kupostiwa. Unaweza nipiga picha, enda edit kwa AI, post anywhere you want to post. Mimi sina tatizo. Tuko pamoja? Mimi ni mume wa mke mmoja wa jinsia ya kike. I am a husband of one female wife. Mke mmoja wa jinsia ya kike ni mrembo sana. Kwa hivyo wasichana wetu ambao mko warembo hapa ndani, tafadhali, huyo ni mama yenu, mimi ni baba yenu. So kama utachukua namba utaka kunifuata baadaye, tutapatana hapo hapo. Kwa hivyo mimi ni baba yenu, mimi ni mzazi. Na kama kuna kijana hapa mvulana anakusudia baada ya kuhudhuria semina ya Sabato ya leo, uende utulete kasheshe na ushenzi na upumbavu ya kusema nataka kuoa mwanaume mwenzangu ama nataka kuolewa na mwanaume mwenzangu, heri tutakapoomba ombi la mwisho uanguke tuomboleze kanisani hapa. Kesho Jumapili tukupeleke tufanye maziko ya haraka, ukufe Mkristo kutuka utulete ushenzi. Haleluya. Kina dada, simpo hapa, sikiza na usikize vizuri. Na urembo yako yote ukajiingiza na usagaji. Shoga ni wanaume, usagaji ni wanawake, yani lesbianism. Ujiunge na usagaji, useme unaolewa na ama unataka kuoa msichana mwenzako. Heri ni
nikuombee, ukienda kumeza hiyo chakula ikunyonge moja, tulia hapo nje, kesho tuenda tukuzike. Ninaweza postpone kwenda kwetu, nitahakikisha nimekuzika na niweke mchanga na niseme mchanga kwa mchanga, tuseme tulizika Mkristo, kuliko uende ukue mpumbavu mwishowe uingie jehanamu. Haleluya wasichana. Baada ya kusema hayo, kitabu ni cha Danieli sura yake ya kwanza aya ya 8. Nimesema nitawasomea. Hata nyinyi mko na Biblia, unaweza kuweka starehe, hakikisha umeandika notes mahali. Wale mko na kabambe, rekodi kwa audio. Wale mko na simu janja ama smartphone, hakikisha umerekodi kwa smartphone yako. Ukikosa haya yote usishangae, baada ya hii nitakuwekea kwa YouTube. Utanipata pale kwa YouTube Bible Ministry. Utasubscribe, utapata yote. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa watoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. And Daniel purposed in his heart. Kuna kushawishiwa na kuna kuamua. Danieli aliamua moyoni mwake. He purposed in his heart. Geukia jirani yako, mgeukie tu, muulize, ulilazimishwa kuja kanisa ama uliamua mwenyewe? Sisikii ukiuliza, uliza huyo mzee mwenzako, aliamua kuja kanisani binafsi ama alilazimishwa? Amesema nini? Amesema nini? Hakulazimishwa. Sawa sawa. Kama aliamua ama alilazimishwa, mgeuke mwambie, bora umefika. Wenda ulilazimishwa, wenda ulivurutwa, wenda ulikosa mahali pa kwenda, wenda uliamua binafsi, ili mradi umefika hapa ukutane na Bwana. Haleluya. Happy Sabbath. Kama unanisikia nipungie mkono. Asanteni sana. Lakini Danieli, unaposikia lakini, kuna vitu vimetangulia. But Daniel purposed. Lakini Danieli aliamua. Kwanza tuweke mambo tangulizi kwanza. Just an introduction. Ili tunapoingia, tunaishi katika dunia ambapo watu wengi wanapenda kuhisi. They like feeling. You like feeling. Wanapenda kuhisi kwamba wanakubalika katika jamii. Ndiposa hata tunapokuja kuimba, watu wanapenda siku hizi. Ukianza kuimba tuseme, tusimame imara katika mwamba. Watu wanahisi hiyo sio tamu. Wanataka vitu vinafanya tusimame imara katika mwamba. Yaani wanahisi. Ulimwengu tunaoishi, watu wanahisi vitu vinavyoleta msisimuko. Hawataki vitu ambavyo vinawafanya wawe na msimamo. Ati wakati watu wanapendwa, nataka nisimame, nibaki peke yangu, chini kwa chini, chini kwa chini. Lakini hawataki vitu vya kusimama. Nasema nini? Katika dunia ya leo, we want to fit in. Tufanane na wengine, tukae kama wengine, tukae vile tunaona kwa social media, tukae vile tunaona kwa mitandao, kwa Facebook. Saa hizi ukipost upost kitu kwa status, usitumie watu wasoma, wanaona ni maneno marefu. Andika tu statement moja, weka kwa status yako, itaona na watu 1000, lakini wenye watu comment ni 2. Nasema nini? Kuna msisimuko watu kwa wale ambao tuko shuleni. Nikisema shuleni, ninaongea shule za msingi, shule za sekondari ama shule za upili, shule za kiufundi ama technical, vyuo vikuu, universities. Ninaongea juu hawa. Kuna msisimuko, kuna zile vitu vinafanyika pale shuleni, tunataka kuiga ila hatutaki kusimama. Vivyo hivyo tunao wale ambao wameanza kufanya kazi. Kuna pressure, msukumo pale kazini, watu wanafanya vitu. Tunakuwa pale Friday, wale tuko kazini, tunaingia pale, tunaanza kufanya shughuli zetu za party.
party after party. Pale Friday Mkristo unakaa pale kidogo, unajifanya unakunywa soda kidogo, unaambiwa supu, kunywa wine kidogo, unasema situmiangi. Wanakupambaza, wanakuambia hii si mbaya, hii si alcohol, hii ni ile mnakunywanga kanisani. Unatiliwa kwa soda, unastukia sasa, unaanza kucheka, sitaongea zaidi ya hapo, tutakutana. Sikia, tunaanza kupoteza maadili vile tunaangalia watu wanavyofanya, mpaka nashangaa siku hizi wa Kristo tunajaribu kutafuta watu wale tunaita likes and followers. Pale kwenye TikTok unapata Mkristo mwanadada ameweka simu hapa mbele, anasimama hapa, alafu anafanya hivi vitu zake, alafu anainua miguu juu. Haleluya! Mko kanisani nasema haleluya. Mlikuwa mmestuka kidogo, ninakuja hapa. Kama mlifikiria mimi nilipewa uoga, mimi sikugawiwa. So nitasema vile nitasema. Kama kuna mzazi yako hapa na unasikia nimesema vitu yenye masikio haingii, especially wakale mko hapa, wazazi mkono juu. Kweti uimo. Ati mbona mnaongea maneno kubwa kanisani? Ungetaka tuongee kwa baba? Ukiona ni machungu, waachia sisi vijana. Wewe amka polepole, mlango ya kanisa ifungwe. Ukiona vijana atakuona ukipita hii, unaamka unapitia ile kwa sababu iko wazi. Mlango uko wema, mlango wazi huo. Teremka polepole na unajifanya wasijue nilikuambia utoke. Unajifanya unachukua simu na unajifanya hivi na unaharakisha wasijue uko unatoka. Ukifika huko enda jiunge na wazee. Danieli pia alipitia msisimuko, hakutoka mawinguni, alipitia pressure. Huyu Danieli baada ya kupitia hizo zote alisimama kidete. Soma pamoja nami Danieli sura ya kwanza, aya yake ya kwanza. Inasema hivi: na katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Yani wakati Danieli anapokuwa akiwa kama kijana ambaye alikuwa amegraduate from university. University unasemaje? Soma mstari wa 4 ndio utajua alikuwa ameenda mpaka university. Alikuwa amegraduate kwa university juzi tu, katika yeye na vijana wenzake wanapokuwa pale katika nyumbani, wakiwa pale nyumbani. Soma vizuri, nenda andika, utasoma baadaye. 2 Chronicles chapter 36. Kwa Kiswahili tunaita Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36 anzia 15. Wakati walikuwa na mwabudu Mungu, generation hii mnaita Gen Z, hiyo ilikuwa inaitwa Gen Z plus. Hii Gen Z ya sasa ni nzuri sana, naipenda. Walisema Operation Occupy Church, wakaingia makanisani, wakasema hatutaki politicians kanisani. Unaona ni wazuri elder. Wakasema hatutaki, na wakakuja kuabudu. Lakini wakati wa Danieli, soma 2 Chronicles utasikia 36 verse 15 na kuendelea. Wao walikuwa hawaendi kanisani. Mungu akatuma manabii kwenda kuwahubiria, wakakataa. Walikuwa naitwa Gen Z plus. Wakakataa, akasema twende kanisa. Alafu nani patuka juu akaanguka nayo, wakakataa kuja kanisani. Wakahubiriwa, Mungu akamtuma mfalme Nebukadreza, akasema nenda waangamize. Katika hiyo generation, kumbe kuna wachache ambao walikuwa 4 peke yao ambao bado walikuwa naenda kanisani na wazazi. Biblia inaniambia walipoingia kanisani wakiwa wameua watu wengi, wakaingia wakaua wengine hapa, wakakuta kuna vijana wanaongoza praise and worship, wakakuta kuna vijana wana discuss lesson on Sabbath. Wakachukua vijana wakasema, inaonekana watu vile wanaongea Kiingereza hatutawaua. Wakawachukua wakawapeleka mpaka Babeli. Walipofika Babeli, wakasemekana
wafundishwe katika lugha ya Kiaramu ama the Babylonian language. Vijana hao 4 ni Danieli, Azaria, Mishaeli na Hanania. Walipofika Babeli wakapewa majina ya Kibabeli. Danieli akaitwa Belteshaza, Azaria, Mishaeli na Hanania wakaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Hao ndio tunaongea juu yao, vijana ambao katika generation ya Gen Z plus walisimama, wenzao wakauawa kwa upanga. Kuna wale, nimesema ukisoma hiyo Second Chronicles, kuna wale walikimbia siku hiyo kanisani. Biblia inaniambia walienda wakachinjwa hekaluni. Soma Biblia yako vizuri. Kwa nini kina Danieli hawakuuawa? Ni nini ilifanya Danieli wakaweza kusimama? Danieli hakuwa mahali padaha tunapoongea. Anaposemekana Danieli aliazimu moyoni mwake, hakuwa katika sehemu ya raha, hakuwa mustarehe, ila alikuwa amechukuliwa mateka Babeli. Unajua nini hamjui clashes? Kile nilichofanya nikahama area hii nikaenda kwetu ni 1992. Wangapi walikuwa wamezaliwa 1992? Kwa vijana peke yake, si watu wazima. Nilikuwa mtu mzima hivyo. Tukahama, nikaanza kwenda kujenga kule Bomet, tukaondokana na shida mingi. My friend, hiyo 92 nilikuwa darasa la 8. Leo ulikuwa darasa gani? 1992. Ulikuwa umemaliza shule? Hata huko umeanza, nilikuwa darasa la 8. Na mimi nimetoka Madharo, mahali tumemix. Unajua nasikia hapa mnaongea kikali hapo, ungekuwa huko ungejua. Tulilala forest. Siku moja Sabato tuko kanisani saa 8 Arangai. Mjakazi wetu akaja speed. Akasema, "Mnahubiri hapa?" Na ile imeanza kuchomeka, panaitwa Chirchir. Ndio uvuke uingie Madharo. Wameanza kuona moshi, nyumba zikichomwa wakija hivi. Siku hiyo nikajua mpaka wazazi wetu wako na mbio. Danieli hakusikia, hakulala usiku, aliona mpaka watu wakichinjwa kanisani. Na wenzake wote wakapata shida, wakauawa, mpaka wazazi wa vijana hawa waliuawa madhabahuni. Ila wakachukuliwa mateka. Na hapo ndipo unapata bado huyo mtu ambaye ameona Mungu akikataa kushikilia wazazi wake, kasini zake, ndugu zake wakiuawa kanisani, na baada anashikilia huyo Mungu. Mwingine angesema hiyo kanisa ikae nimewaachia. Danieli alikataa kutuachia kanisa. Danieli huyu alizungukwa na upagani na utamaduni wa kidunia. Watu walikuwa naabudu mapepo. Ukiangalia Babeli vizuri, utanaweza niuliza walikuwa naabudu mapepo kivipi? Mpaka kulikuwa na devil worshippers. Ndiposa hata Nebukadreza anapootesha ndoto katika sura ya 2, anaita wanajimu, wasihiri, waganga na wachawi na wakaldayo. Kwani nafikiri hizo classes gani? Kuna sorcerers, kuna magicians. Magicians na sorcerers ni vitu watu tofauti. Ni devil worshippers. Anaweza amua kupitia hiyo haya hii akitembea, na akaanza kupeperuka akipitia kifagio. Mnasikia tu walikuwa hapo Babeli. Lakini Danieli na wenzake walikuwa huko wakiwa Wakristo. Sikia, alisukumwa kupitia utambulisho mpya. Akaenda akapewa jina, akabadilishwa lugha, na akataka kubadilishiwa menu. Akasema, "Mimi ni Msabato, sikulagi nguruwe." Akaambia siuonje wine kidogo, akasema hapana. Ndiposa mstari wa 8, Danieli na wenzake wakaazimu hawatajitia unajisi kwa chakula hicho cha mfalme. Kwani ulikuwa unafikiria ni pilau? Hapana. Kwani unafikiria ni mchele? Hapana. Na sio chapati, si ugali, si mursik, ila ilikuwa ni chakula cha nguruwe. Inaitwa sausage? Sijui. Inaitwa hot dog ama cold dog?
whichever. Wakasema hatutafanya nini? Hatutajichafua na chakula cha mfalme. Wakaambiwa simkunywa wine kidogo, wakakataa. Danieli 1 aya yake ya 3 inasema na 4, mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa watoashi wake, awalete baadhi ya Waisraeli wauzao wa kifalme na wauzao wa ungwana. Mmesikia maneno vizuri? Mstari wa 4. Watu aina gani? Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu. Kiingereza inaniambia understanding science. Yaani alikuwa ni masters, walikuwa na masters degree in science. Yes, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Nataka kuongea characteristics za vijana hawa ambao kwanza inasemekana ya kwamba vijana hawa ni baadhi ya wana wa Israeli. Usinichagulie hapa Babeli, nimechoka na hawa. Nataka wale wameletwa wazuri, baadhi ya wana wa Israeli. Shika hilo jambo, maana nataka tudiscuss hizo maneno. Jambo la pili, wauzao wa kifalme. Ujiulize, do I fit in? Je, hata mimi niko pale? Jambo la tatu, vijana wasio na mawaa, blameless, wazuri wa uso. Turn next to somebody to you. Geuka upande wa kulia, geuka upande wa kushoto. Usiniangalie, siangalie mwenzako, mwangalie tu. Elders, mwangalie wenzako. Kama ako ni mwanaume, mwambie you are handsome. Kama ni mwanamke, mwambie you are beautiful. Hata kama kichwa inakaa kama probox, bado ni beautiful. Vijana waliokuwa wazuri wa uso. Jambo lingine ambao walifanya wachaguliwe ni werevu kwa maarifa yao, kisha wenye kufahamu elimu. Nataka tuweze kudiscuss mambo hayo kisha tuite siku. Jambo la kwanza, nimesema jambo la kwanza ni gani? Baadhi ya wana wa Israeli. Warumi 9 aya yake ya 6. Je, wote walikuwa ni Waisraeli? La hasha. Warumi 9:6, si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, kwa maana hawawi wote Waisraeli walio wauzao wa Israeli. Sio kila mtu amezaliwa Israeli ni Israeli. Kuna pia Israeli wa kiroho. Israeli wa kiroho, haleluya. Amen. Kama mko hapo Waisraeli wa kiroho, haleluya. Amen. Mungu Nebukadneza akasema wachaguliwe baadhi ya wana wa Israeli. Walio wa Israeli wa kiroho wakachaguliwa, ambaye ni mmoja wapo ni Danieli. Kuna watu saa hizi tukisema tunataka kuajiri watu kazi, itakuwa balaa. Kijana mmoja alipelekwa kazi mahali. Unajua, unaweza sema hata mimi niko na kazi vikwa ngangu Jona, nenda na ima karatasi, ukifika mahali recommend for me. Jamaa akaenda akarecommend, akaambia rafiki yake, I have a good man, he's a Seventh-day Adventist, very devoted. Jamaa akachukua makaratasi akamwambia aje interview. Kijana akaenda interview. Alipofika interview akaambiwa, umepita, utaanza kazi wiki ijayo. Tunakupea 1 week, you prepare. And tumeambiwa kwamba wewe ni SDA, lakini tuko na shida kidogo tu, hatujui kama utatusaidia. Akauliza shida gani? Akaambiwa hivi, huwa tunakuwa na meetings kama mara 2 kwa mwezi, huwa tunafanya Saturday. Tutaomba uwe ukikuja hizo meetings on Saturday because you are the manager, wewe ndio utakuwa ukisimamia. Akasema no, I am a Seventh-day Adventist. Akaambia hapana, sio kila siku na sio wakati wote, unakuja tu mpaka tutakuwa tukahakikisha tumemaliza saa 5. Si mahubiri yetu inakuaga saa 5 kuendelea mbele. Wewe kuja tufanye meeting haraka, ukimbia kanisani. Kijana akasema hapana, mimi ni Mwadventista wa Sabato na ninaanza ibada yangu asubuhi mpaka jua litue, kwa hivyo sitakuja. Akaambiwa tunakupatia 1 week uende ufikiria, tunakupea a standby car, tunakupea a house fully furnished na mshahara.
wa kuanzia sio mingi, tunakupatia tu peke yake 150,000, tutakuja tukiongeza ukiendelea. So enda ufikirie, hii chance ni rare. Ukija ukiwa umekubali utaingia kazi, ukija umekataa hatutakuwa na namna nyingine, tutachukua the second applicant. Kijana akaenda akafikiria, ingelikuwa wewe ungefanya nini? Ungefanya nini? Kijana akawaza, akarudi kazini. Baada ya wiki nzima akakuja akaulizwa, je, umekubali utakuwa ukikuja angalau Sabato 2 kwa mwezi na tutakuwa tukifanya haraka mpaka uhudhurie kanisani mahubiri? Kijana akasema, ndio nakubali. Jamaa akatoa barua yake pale, akasaini hapo chini, akapatia kijana, kwa sababu alikuwa ameandika barua 2. Akachukua barua moja, akamwambia, hii ndiyo barua yako, tunakutakia kila laheri. Kijana akachukua barua, akaamua kuitoa, maana haikuwa sealed, akaamua kuisoma. Niliposoma akasema, barua imeandika juu, imeandikwa tu vizuri sana, jina lake, kila kitu, ID na namba ya simu, na chini yake kwenye title akaambiwa badala ya congratulations ikawa imeandikwa na herufi kubwa regret. Hapo chini akaambiwa, we regret that we fear that if you can break the commandments of your God, you will steal from us. We are sorry, we don't need you in our company. Signed, MD. Na kulikuwa kumewekwa ingine ya kusema congratulations. Kama unaweza kuwa na msimamo, pia utakuwa na msimamo kwenye kampuni. Je, wana wa Israeli walio wa kiroho hapa, unaweza ukachaguliwa ukasimama ama usimame? Hawakuchaguliwa wote, they were not appointed all of them. Walichaguliwa baadhi ya wana wa Israeli, sio wote walio kanisani wameokoka. Kijana, mimi najua ulikuja hapa, mwingine hukuja kuabudu, ulikuja upate demu poa. Wako hapa, wako, sikukatazi, lakini nakwambia hivi, sio kila mtu alikuja ako kanisani ameokoka. Chunga mzuri, usichukue namba yoyote. Nimesema nini? Hospitali ni kama hospitali ama garage. Kwa nini? Kuna wenye wako hospitali na hawasikiani dawa, wanakaa hospitali mpaka wanasukumwa nje, enda utumie miti za kienyeji. Kuna wengine wanakuja kanisani ni kama garage, hawataiokoka, hawataibadilika. Hata garage ukienda, utajuaje ni garage? Utapata gari hata nyasi zimemea, zilitengenezwa zikashindikana, zikabaki garage. Haijawahi toka garage. Na kuna watu hapa tutahubiri tuseme wabadilike, elda hawatabadilika. Basi hawatabadilika mpaka Yesu akuje. Ni kama ile garage imemea nyasi, gari imemea nyasi kwa garage, hawabadiliki. Lakini kuna gari inaingia garage na inatoka. Kuna watu watabadilika hapa. Haleluya. Sikia, sleeping in a garage does not make you a motor vehicle. Just like attending church does not make you a Christian. Nimesema hivi, kuhudhuria kanisani haikufanya Mkristo. Hata ukilala garage utakuwa gari, si utaamka tu kama binadamu. So kuna watu watakuja hapa na watatoka hapa vile waliingia, sio wote watabadilika. Ndiposa kwa nini Danieli alichaguliwa? Ni kwa sababu alikuwa na msimamo, tena alikuwa amebadilika katika maisha yake. Kwa hivyo Danieli aliamua, na alipoamua aliamua kabisa, hakuwa na msisimuko wa kiroho. Kuna watu wanahubiriwa wanasema, nilikuwa nasikia kumsalimia Yesu. Ni wangapi wataokoka? Wanafika hapa mbele wote, lakini wacha watoke huko huko. Utawapata kesho Jumapili, party after party. Sikia, hata saa hii kwa nini nimesema niwawekea hapa? Kwa sababu vijana hawatasoma, wanakuja na simu, wanakuja kanisani tu na simu. Yaani unafikiria basi wako hapa wanasoma Biblia pamoja na mimi, wako Facebook, wako Twitter, wengine wako TikTok. Tukisema haleluya na tucheke hapa hivi tunacheka, kumbe hacheki kenye nimeongea, anacheka kenye mwingine ana dance kwa TikTok ameiangalia hapa chini. Nasema nini? Vijana waliosimama ni wale ambao wamejitolea kwa Mungu, inside the church, outside the church. Wako kanisani, hata wakiwa nje wameokoka.
Sasa tutatoka pale tuanze kupigana mapicha, si ndio? Hiyo tunaanza kupiga mapicha, lakini wale ambao wajaokoka utawaona tu ni vijana wako hapa ndani. Haleluya kanisa. Unafikiria wanapiga picha na wewe, kumbe alikutamani. Hata bendera utaona tu ikifuata upepo. Jambo la pili, uzao wa kifalme. Danieli na wenzake walichaguliwa kwa sababu walikuwa wa uzao wa kifalme. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 aya yake ya 9, bali ninyi ni uzao mteule, uzao wa ufalme. Yes, takatifu, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Mimi na wewe ni uzao wa kifalme. Danieli alichaguliwa kwa sababu alikuwa wa uzao wa kifalme. Alikuwa ni kijana muungwana. Kijana mzuri ni yule ameokoka, amo ndani ya Yesu anaburudika. Msichana mzuri ni yule ameokoka, amo ndani ya Yesu anaburudika. Alikuwa ni muungwana, kijana aliyeokoka, kijana aliyempata Yesu, kijana aliyezaliwa mara ya pili, ni wangwana. Ukipata mtu hataki kuokoka, amekaa kanisani miaka nenda, watu wanabatizwa, yeye anabaki, huyo si muungwana. Tunataka vijana ambao ni wangwana, wanaweza kusimama na wakamsimamia Yesu. Msimu wa mvua, msimu wa baridi, msimu wa jua, msimu wa joto, kuharibike, kutengenezeke, ni vijana watakaosimamia Yesu. Namba 3, walikuwa ni vijana wasio na mawaa, blameless youth. Walikuwa ni vijana wasio na mawaa. Unaposoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 5 aya 27, anasema apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na wala lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kristo anataka kanisa takatifu. Hataki nusu nje, nusu ndani. Hataki nusu Mkristo, nusu mtenda dhambi. Anataka Wakristo wanaosimama, sio Wakristo wa slip over na asubuhi wanasema na kaanza mwendo mbinguni. Tunajisikia tunashika mbinguni. Kama kuna watu waaminifu nimewapata, ni wa Sabato. Yaani anatenda slip over, anaondolewa kutu katikati ya wiki, lakini ikifika siku ya Sabato anaambia boyfriend siwezi kuja, leo ni Sabato. Yaani mpaka boyfriend hata akitaka kufanya nini, anajua siwezi onja, anaenda leo Sabato kanisani. Wako waaminifu, ngoja kesho. Anakuja anamwambia kisinge kama, si unajua ilikuwa Sabato, na unajua sisi wa Adventist ni wa strict sana. Anaenda anamuoshia nguo, alafu na yeye anaoshwa, anatolewa kutu. Wazee msiniulize nimesema nini, wenye wamenisikia wamenisikia. Haleluya. Nasema nini? Vijana wasio na mawaa. Ephesians 5:27 in English, it says that he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that should be holy and without blemish. Can somebody blame you? Unaweza kuweza kwamba kuna kitu nasema juu yako. Siku moja hata mimi sijashuka mawinguni. I was once a youth. Nilikuwa na kaduka. Ndugu amesema tunajituma. Ndugu, nilipomaliza chuo nilijituma, nikaanzisha duka, nikachanganya nguo na vitu vya kawaida, nikasonga mbele kama ilivyo kawaida yangu. Si ninyi, duka langu lilikuwa linafungwa Ijumaa saa 10 on the dot. Kuwe customer hakuna, unatoka. Yule amechelewa na dakika moja, hata awe na pesa gani, utangoja Jumapili. Wengi walinikasirikia, namwambia duka linauza vitu kama vyangu, ndio ile, tafadhali nenda nunua pale. Lakini watangoja mpaka Jumapili wakuja wanigombeze na wanunue kwangu, wanunue kwingineko, maana walikuwa wangu. Jumaa moja nimefunga duka langu, ninapotoka
nimeshika leseni yangu, nimeikunja tu vizuri kama microphone hii. Ninapotoka kwa duka, jamaa mmoja ambaye alikuwa na wholesale, na mimi sikuwa nanunua kwake kwa sababu nilikuwa na anko yangu. Nitaacha kwa anko yangu ninunue kwa wengine? La hasha, pale niko na discount, ninaweza pewa hata kwa deni. Jamaa alikuwa amekasirika akisema, nitamunguzaje, nataka aungue. Siku moja kukawa askari wanatafuta mfanyi biashara mmoja pale kwenye lami, alishukisha mzigo. Kwa bahati mbaya, anaposhukisha mzigo juu ya gari, akasema nishukishie hiyo. Ikashukishwa mizigo miwili, akachukua mzigo wake, maana ni mza soko, akaenda nyumbani, na anatoka katika sehemu za zile kule kwetu. Mzigo ule mwingine ukabaki hapo chini, kama uliibiwa sijui, ila mwenyewe alipofika akauliza kondakta, mzigo wangu? Akamwambia mama aliyeshuka kule nyuma kwenye stage ya nyuma alishukisha mizigo miwili. Ikabidi auliziwe ni wa wapi, ikasemekana ni wa hiyo area yetu. Alipofuatwa wakaja hapo sokoni, wakauliza mama fulani huwa anaishi wapi? Aliyeulizwa wa kwanza ni mwenye wholesale ambaye anapenda niungue. Akasema unaona ule anafunga duka ule amemfungia ndani ya duka. Askari wanapokuja hivi, akatimua mbio akaenda ndiye asiulizo mbona ulitudanganya. Askari wakaja wakanishika. Hiyo siku ndio niligundua the word without blemish. Kumbe sikuwa nimewahi jua Ijumaa inaitwa Friday, inaitwa nini? Preparation day. Wednesday inaitwa Women's Night, na Friday Preparation day. Hamtaki kujua hiyo ni siku ya watu kwenda kutoa lock. Sikujua area yetu hizo baa zote zinakuaga watu wengi, mpaka niliposhikwa na askari wakasema fungua hapa, wakakosa mtu, maana duka limefungwa na ndani hakuna mtu, wametoka. Nikashangaa tunapotoka nje ya duka, umati mkubwa zaidi yenu umesimama nje. Mimi bado niko na lesson yangu kwa mkono kama kipaza sauti. Wakauliza wapi huyo mtu? Mnasema huyo ndiye anafuga mtu, anaweza fuga mwanamke ndani. Waskari mmetudanganya, sio huyu, tafuteni mwingine. Na wakasimama kazingira, askari akasema mfungue huyu ama mfe. Jamaa mmoja akatoa pistol. Hiyo siku aliona siku mrefu, ilibakia kidogo tu apoteze uhai wake. Akaambiwa kama ni Jona unakufa, na akavamiwa. Watu wakatoa mawe, wakataka kuwa, akasema ndio utapiga mtu mmoja na pistol, lakini nyinyi wawili mnakufia hapa hapa na tunawazika na mawe. Nasema nini? Tabia yako ni namna gani? Watu wanakuona namna gani? Danieli alichaguliwa kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa hana mawaa, hana wala lolote. Lakini vijana wa siku hizi waangalie tu vile wanavyofanya. Waefeso 3 aya yake ya 4 inasema hivi, wala uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote, wala kutamani, kama inavyostahili watakatifu. Isisemekane hata tunakuonanga, isisemekane ni kama. Wacha watu waseme huyo kijana tunajua hawezi kufanya tabia hiyo. Lakini kama hautaki kubadilika, utakutana na cha mtamakuni. Hakuna dhambi iliyotajwa kwa Danieli, wala tabia chafu kama uasherati, madawa ya kulevya na kadhalika. Danieli alisimama kama Danieli. Lakini kuna baadhi yenu tutawapata hapa, mmeshikana hivi, kesho tunawapata kwa kichaka. Wacha nikuonyeshe kile tutawafanyia hivi. Ngoja kidogo. Mzee wa kipaza sauti, rudi uniwekee bluetooth yangu sauti. Huku niwekea, na tulikuwa tumeagana. Fundo mitambo uniwekea bluetooth kipaza sauti kweli? Na angalia kama inashika kwanza. Inashika, si ndio? Umeniwekea volume. Twende. Kama unaanza kutembea na wanaume sahihi. Tosha, keti. Utamaliza sina mambo karibu sana yetu. Utamaliza weka huko. Unataka kutoroka? Ona huko. Namba 4. Angalia.
Hawakutajwa Danieli kwamba alikuwa anatumia madawa ya kulevya, lakini vijana wetu wa saa hizi bangi si sukuma wiki. Kijana ametoka hapo anataka kuogelea, amefika Mombasa, ako swimming 1 2 3 chwa. Mwingine anataka kwenda bathroom kuoga, ameteka maji. Madawa vijana wetu hawa. Na wengine wacha hata hivyo, wanakunywa mpaka wine, wanasema wine si pombe. Kunywa tu, tutakupata hapa. Wapi? Hapo. Hata wasichana siku hizi wanakunywa. Wavulana wanakunywa? Wengine hata wa kanisani, na sitawaambia wapi, na sitawapatia kisa chake saa hizi, labda baadaye. Hiyo si ya juzi tu, si ya zamani. Kwa Kiingereza? In English? Toka. Na wasichana wanaweza swimming Mombasa. Kina Danieli walisimama. Jambo lingine, namba 4, walikuwa wazuri wa uso, self grooming. Kama kuna kitu kimoja ukitaka kung'ara, vaa vizuri, oga vizuri. Na shangaa wasichana wengi kanisani ambao wangekuwa beautiful hawakuoga asubuhi. Pastor, unajua watu hawakuoga, wasichana hawakuoga. Kama kuoga unataka kujua unaogaje, mtu unaoga kuanzia utosi mpaka nyayoni, yani from the top of your head to the bottom of your feet. Kama kuna mahali moja ulibakisha kuosha, wewe ni mchafu. Kama hujaosha kichwa asubuhi ya leo, wewe nimesema wewe ni nini? Mchafu. Unipende usinipende, nishasema na sitarudisha, na sina sorry wala please. Nimesema hivi, au hamjui ya kuwa mwili wenu, Wakorintho wa kwanza 6:19, au hamjui ya kwamba ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hicho kichwa hujaosha kwa mwezi mzima, hiyo ni yako, la ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unajua Mungu ajali mwili, anajali roho. Sikia na usikie vizuri leo hii. Hakuna, kuanzia Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 mpaka Ufunuo sura ya 22 aya 21, takriban mafungu 1889, hakuna aya hata moja inayosema Mungu anaangalia roho ama anaishi kwa roho yako. Nina mafungu 1000 zinazoonyesha Mungu anajali mwili, na Mungu aishi kwa roho, anaishi kwa mwili wako. Au hamjui ya kuwa miili yenu, body, ni hekalu la Roho Mtakatifu? Sio roho, ni mwili. Ni aya moja peke yake katika kitabu cha Proverbs 4:23 peke yake kwa Biblia nzima inayosema tunza roho yako kuliko yote uyatunzayo. Hajasema Mungu anaishi hapo, na hajasema ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwingineko kote inaongea juu ya mwili, jinsi ya kuvaa, jinsi ya kukula, jinsi mpaka ya kwenda chooni, jinsi ya kuoga. Iko wamama na wasichana, simsome Ruth 4:4 inasema lazima uoshe kichwa na ujipake mafuta. Wewe mwenye unaenda kukupaka mafuta na uoshe kichwa siku nzima na umesweat. Danieli alikuwa mtu wa kuoga. Danieli alikuwa mtu wa kuchana nywele. Kuna vijana wachani nywele hapa. Kama unajua uchani nywele, wewe mwanaume, wewe ni mchafu. Na kuna wanaume hawaogi. Unaoga mara moja Sabato, Jumapili unaruka unaoga Tuesday. Shame on you. David was clean in the spirit and in the body. Kama unajua mwanaume hujui self grooming, kuja tukufundishe.
Kwani unaniona mimi nilikuwa nimefungua hii si kwa sababu nyingine, sio show up. Nilikuwa nafungua ndio muone long yangu haiteremki, haijateremka. Wewe unavalia nani ya mwarisho imeteremka chini? Ni kama mtoto ameloa kinyesi kwa pampers, anataka kubadilishwa. Sio bure wasichana wanakuita toto. Hawakuiti Kiswahili toto, wanakuita na Kiingereza baby. Alafu ukikuja ukioa, badala ya wanaona kijana yako ni afadhali kuliko wewe, wanaanza kuita mtoto daddy na wewe baby. Nasema nini? Danieli alitunza mwili wake kwa ujumla wake, sio kuongeza vitu mwilini. Hakuwa na bling bling, hakuwa na bangles. Kwanza kama uko na bango leo hii, kabla hatujaomba ya mwisho, naomba uokoke. Leta bango yako hapa, isanende. Ukiona ni ngumu, toa kwa mkono, rusha mbele. Tutaiokota na tutaichoma, na wewe utakuwa msafi kama Danieli. Lakini kama hutaki kuazimia kutoa hizo zingine, watu wameweka ni mshanga, wengine wameweka ni Kenya. Nyinyi ni wa Kenya hapa, nyinyi si wa Maasai. Ati nimeweka bango ni ya Kimaasai. Nani alikwambia Kimaasai inawekwa? Tena mwingine amechora jina yake Jonah, I love Kenya, sijui nini Manchester. Toa hizo zote, zingine ziko na mausi hivi, unafunga hapa. Toa zote na usarende. Kama uko na earrings, tupa hapa mbele. Na ninataka msichana mmoja, sitaki wawili. First come first serve, unless elders watanisaidia. Nataka tena msichana atasema mimi pia nimekuwa nikifunga nywele za kishetani, naenda kufumua leo na nirudi jioni nikiwa nimefumua. Atakuja anione privately, uende ufumue, urudi, ukuje umeosha vizuri nywele. Tukianza ibada ya usiku, unakuja unaniambia mimi ndio nilikuwa saa ile na unionyesha, na umeenda umetoa, unakujia shilingi 500 taslim kwangu. Nikipata elda mwingine tunasema wasichana wawili waje wa kwanza. First come first serve. Unakuja unakuta nikitoka tu hapa unaniambia ni mimi. Sasa nikisha kuona nachukua picha ndio nisije nikadanganyika, maana siwajui sura. Ukirudi ukiwa umefumua jioni saa 2 ama tumesema tunarudi saa ngapi baada ya saba, nataka unakuja ninakompea picha na wewe, ninaona ni wewe kweli. Taslim 500 nakupea. Kwa sababu gani? Nataka watu wanaoazimia moyoni kama Danieli. Kama hutaki, siku ile tutakapokuwa tukienda mbinguni, nisikilie, sikiza kwangu, tutakapokuwa tukienda mbinguni. Unajua shida ya vijana saa hii walio na msisimuko, badala ya kwenda kupaa mbinguni wanasema tutatembea kifua. Yaani wanatembea wakienda mbinguni. Tembea, utatembea mpaka Eldoret ukienda. Sisi hatutembei tukienda mbinguni. So ukikuja kutuambia hapa tutatembea kule mbinguni, hatutembei hivyo. Sisi tutapaa tukienda mbinguni. Wewe endelea kutembea, utatembea hivyo ujipate umefika Kapsabet. Sisi tutapaa twende. Saa ile unaenda kufumuliwa zile nywele zako, ukirudi utatupata tumefika rufi ya nyumba. Wewe wakanyani kojeeni. Saa ile unafika hapa kanisani, tumefika mwisho ya miti Bluga mchu, tukienda mbinguni. Bwana mnaniacha Yesu. Unarudishwa na gravity. Utajikuta umechelewa kuingia kwenye ufalme wa Baba. Mateso, shida nayo mateso, moto huku ukiwaka, tukimbie baba na mama, kimbia. Danieli hakuongeza vitu kwa makucha, wala kwa midomo, wala kwa nywele, wala kwa popote. Danieli aliamua, I am fearfully and wonderfully created. Hallelujah. Amen. Kamata. Unaona hii? Niliona juzi kwa Citizen, nikaamua kuitoa. Mwanamke afariki baada ya upasuaji kwenda mrama. Kwa nini? Alikuwa anapasuliwa aongezwe matiti, zenye alienda wanaume wakafinya zikaenda break. Na nataka kuzirudisha ziende PE. Alipofanyiwa upasuaji, kaput, ako kwa mchanga saa hii. Hizo matiti alikuwa anaenda naye kulinga, zishakuliwa kitambo na buu ama tunaita worms. Washasherekea. Tuko hapo. Hii ndio vijana wa siku hizi.
Yaani makucha, hata tunashangaa. Danieli hakuongeza hizo. Aliazimia, he is fearfully and wonderfully created. Unatusumbua hata tukitaka kutengenezea chakula sahihi, unatusumbua hata kukula wewe mwenyewe. Au tukuzi, lakini hata wewe mwenyewe usijisaidie kukula. Inakuwa taabu tu nusu hapa. Sikia, vijana ambao walikuwa wazuri kwa uso, hata mavazi yao ilikuwa sawa, makucha yao. Simwangalie, kwani mnafikiria mimi ni wale wanaume hapa? Wewe wanaume wote weka kidole ndogo juu. Weka kama uko na makucha hapo, unaficha hapa makucha marefu, wewe mwanaume, shame on you. Kina dada, mwende mkate makucha. Nasema walikuwa uzuri wa uso na walikuwa hawajajiweka vitu matambara. Hawakuvaa hivyo. Kina Danieli hawakuvaa hivyo, walivaa vizuri. Unavaa matambara kidogo, saa hii inaenda kubwa, generation ya next tutavaa hivyo. Tunaongea juu ya wanaume ambao siku hizi wanasema wanaenda church na Biblia. Angalia vile umevaa. Kama longi yako inateremka, wewe si Danieli, ila wewe ni kikwazo. Okoka leo hii. Kama bado unavaa matambara, okoka. Ndiposa sikia advice nzuri wewe mwanaume. Sikia tu advice. Nataka kukuuliza nini hii? Ni mara ngapi nini kumbuka mtu akisisiana? Geuka kwa hiyo. Neke hiyo ronia tu. Nini hiyo naosha watu? Nimesema ati nini? Sasa ni kusema nini? Iko wapi mshiki? Hii nimekuambia hii nitatoa uvae moja. Aidha utoe hii kwa juu ubaki na hiyo kwa ndani utembee huko free. Ama uvae hii kwa juu. Iko wapi mshiki? Kabunulia mshiki mara ngapi? Iko juu. Na inafika juu inafanya nini? Imefanya nini huko juu? Mshiki nilikunulia kufanya nini? Tuko na wazazi kama hivi. Mbona hebu tena nione nikiona hizi suruali zako zinaonekana hizi. Nakwambia hii nitakutoa kitu moja ukae bila. Hii. Nitakutoa kitu moja. Aidha utoe hii suruali weke chini, ubaki na hiyo ndani. Ama uvae hiyo ndani. Moja tu ndio itakuwa inaonekana. Sasa mbona wewe huwezi kuwa kama Dani? Kuna wazazi kama hapa. Kuna wazazi kama huyu hapa. Mtumishi, kuna wazazi kama hao wanaweza kalisha watoto. Acha najua watoto ni generation mpya hawasikiani. Kama hamsikii, nimekuja tuseme. Kama uko na hiyo tabia, koma kwa jina la Yesu. Kina dada mnafikiria mmepona, ninakuja kwenu. Hodi kwa kina dada. Kama matiti yako bado yako nje. Unajua leo Wasabato wanavaa vizuri sana. Ni waaminifu. Nimesema Wasabato ni waaminifu. Wakute kesho Jumapili tukitoka hapa. Kile wanakuvalia wakiwa university, colleges na kadhalika, uzuri nakuja huko. Ndugu wa KU, umewahi niona huko? I came on 2020 wakati wa corona ilikuwa inawaka, nikakuja nikakuwa na Transnight pale ndani. Uliniona ama ukusikia? Pengine huko wasikio, nilikuwa huko. Mimi hakuna mahali nisiendi, naenda mahali pana vijana, I am there. Watu wa Tuyat Secondary mko wapi? Mliniona kwenu? How many Sabbaths ago? 2. Yeah, I was with you. I'm going everywhere. Niambie vijana, lazima tuwe na msimamo kama wa Danieli. Kina dada, mnakaa mkituonyesha chakula cha watoto, koma kwa jina la Yesu. Wewe kama kuna mwanamke ako na trosa hapa, enda choma. Si mlikuja hapa mmesikia baridi, nasikia wengine wanasema tutaruhusiwa tuwe na trao jioni. Usiulize, wacha nikujibu. Usije na trousers, enda azima leso. Tukutane hapa tuone. Hakikisha enda vaa leso. Nilikwambia utafute fupi. Kama magoti yako dada yanaonekana, jehanamu utaingia. You will surely die na sitakuweko. Sisi tutakuwa tukisherehekea mbinguni miaka 1000. Kama unavaa trouser alafu unatuwekea vitu vingine huko nyuma, unavaa mgongo wazi, tumbo kati, manyungurus nje, stretcher zote, ukome kwa jina la Yesu. Unatuonyesha ati wewe unavaa trouser ndio usirepiwe. Unarepiwa ati unajua. Acha kuniambia unajua. Mimi nafanya na askari. Kwa taarifa yako,
Juzi Jumapili nikiwa crusade, nilitoka nikakuja mahali panaitwa Kipsitet, nikaacha watu wa crusade, nikaambia tukutane saa 8. Nikawa mahali nikahubiria, tukaanza na AP, nikawahubiria, nikawapatia lecture. Nilipotoka hapo nikaenda kwa polisi, regular polisi. Njoo Kericho County, uliza, kuja tu uliza, hata uliza tu, mnajua yule pastor anaitwa Jonah, enda pale county headquarters, uliza, wananijua. Nenda kuhubiria huko. Lakini askari unawapata wale waaminifu walishonewa skati. Wewe na mariba yako, unajua kuna kazi zingine haziruhusu nini? Ile ni sheria, unasema yes sir, lakini kuna watu walisema yes God, no sir. Sivai skati, wakavaa nini? Rinda. Na wewe unatulingia na maringo unatuletea trao. Kesho ukienda kuinama umevaa nguo fupi, tunaangalia kila kitu. Vaa vizuri kama Danieli. Kuwa na msimamo kama Danieli. Unatusumbua wanaume, tukienda hapo tumetoka kanisani, tunapita karibu na soko, umetuinamia chini, kila kitu inaondoka. Sikia, vaa vizuri. Kama nani? Danieli. Namba 5, walikuwa werevu kwa maarifa yao. Kama kuna kitu hujasikia, narudia, kama kuna kitu hujasikia, ndugu Berur amekuja kufanya watu wawe werevu kwa maarifa. Tafuta pesa, kuwa na mchakato wa kutafuta pesa. They were skillful in all wisdom. Tumia akili uliyopewa na Mungu. Usitegemee shule peke yake. Danieli alikuwa na maarifa ya maisha, mchakato wa kujiendelesha kimaisha, apate pesa. Unapata jamaa boda alafu namwambia utanipea lift. Upewe lift mpaka lini? Kuwa mchakatnifu, tafuta pesa. Wewe ukifanyia tu wengine bibi, watu wa boda wananyeshea, unaambia bibi, wanaenda kando unapita na kigari chako. Hautaitwa unaita mtu. Hello sir. Hayu madam, unapewa heshima. Kuwa na mchakato wa kutafuta pesa, mtafundishwa hiyo. Jitahidi. Mithali 12 aya yake ya kwanza. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kuwa na mchakato. Use your brain. Think big. Tafuta namna. Angalia hapa. Acha nikuonyeshe kitu hapa ndani. Ujue kile ninamaanisha. Lazima ujue jinsi ya kutafuta maisha. Kidogo tu nimeharakisha sana. Nataka uone hiyo. Angalia hawa watoto. Unaona watoto? Ametengeneza nini? Kwa ubunifu wake. Akatengeneza reli, akatengeneza bugi lake la gari la moshi, ametembea. Na huyo hajaenda popote, alitumia akili yake. Si utumia akili wewe mtu mzima. Kama mtoto anaweza fanya mchakato kama huu, hata wanyama. Angalia, wanyama waliwekewa chakula hapo, kitu telezi, wafikie chakula pale. Je, walitumia mchakato wao wa kujiweza kujituma ama walitumia nini? Lazima ujitume. Yes, ujitume upate kitu. Kuna watu hapa tuongeleshwe, tutabaki kama hawa. Lakini kuna wale wataenda kujaribu. Na nashukuru sana Berura amesema, try. Jaribu, mwisho utaweza. Na kuna wengine hawatajaribu, wanasema niliendewa Mrama, nilionewa, kuna mtu niliendea chini kwa chini, nilirogwa, wewe alinionea kijicho. Na badala ya kwenda kujaribu, utapata wataanza kupigana. Ati wewe ulininyang'anya deni yangu, ningekuwa nimefaulu, wewe ni bure kabisa, wewe ni nini? Jitume. Haleluya. Danieli alijituma. Namba ya 6. Tunapomalizia sehemu hiyo, namba ya 6, walikuwa ni wenye kufahamu elimu. Kiingereza kinasema, King James, they were gifted in knowledge and understanding science. Soma. Mimi na umri wangu bado ninasoma. Sijapata mahali imeandikwa end of education. Nimeona hata juzi Profesa nilikuwa tunaongea na yeye, ameenda South Africa, amerudi. Watu wasome. Mungu ni msomi namba 1. Watu wasome. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Happy Sabbath. Nimesema watu wafanye bidii kusoma. Waache mchezo. Tuachie wazazi wetu kwenye walifika mwisho. Tusome.
Kwa wale wenye mko na simu janja, usiende social media kabla hujaongeza elimu katika maisha yako. Add some knowledge on YouTube, on Google, add some knowledge. Ongeza elimu kwenye mitandao. Hakikisha umepata kitu jipya kila siku, kila wakati. Mithali sura ya 4 aya yake ya 13 inasema, mkamate sana elimu, usimwache aende. Shika elimu kabisa, usimwache aende. Kwa nini umshike elimu? Maana yeye ni uzima wako. Maisha yako saa hii yanategemea elimu. Soma, kuwa na bidii, ongeza elimu, usifike mwisho. Sema ni nini? Jitahidi usome. Na kwa wale ambao wanasoma, Danieli na wenzake waliwakuwa wasomi tajika katika jamii, mpaka ikasemekana, this brain don't kill it, chukua ukafanyia kazi Babeli. Wakachukuliwa huko, na walipokuwa wakisoma wakajulikana bado ni akili zao zinasoma. Ndiposa walipofika tu Babeli na wakachaguliwa kwa sababu ya credentials, testimonials zao, wakasemekana pia wapelekwe darasani. Let them have another lecture. Wafundishwe elimu ya Kiaramu, wafundishwe languages. Ndugu alikuwa anasema alifanya education, wakapelekwa kufanya education ya languages. Haikuwa secondary, walipelekwa university. Kina nani? Kina Danieli, wakasomea lugha ya Kiaramu ya Kibabeli. Huyu jamaa anaitwa nani? Danieli. Tunaona kuna watu ambao wanapewa himizo, soma, wengine wanaanza kupata marks za chini, na wazazi tunaanza kuleta shida, kwa blame kila kitu, wanashuka. Lakini wale tunakuwa encourage, tunasoma mpaka juu. Angalia mfano huu. Sasa akumbe huko da. Sasa tukifika pale wewe sema tuko hapa nje tumesubmit assignment tunataka kulifanya stupid. Ndio? Ndio. Usomo ni pesa ngapi? 5%. Unapata 6%. Wewe tena, hebu kuja hapa. What are you doing outside here? Ona hapo kwa class. Mwalimu wa siku manzi. Steve Mugani na Steve Sogea kwa class. I hope you understood what I've just said there. And why have you not submitted your assignment? Mwalimu also Steve has not submitted. You depend on Steve to submit? Mwalimu, yes, my assignment. And what did you get in your last assignment? Mwalimu had 6. Steve in fact had 5. I was the top. Who told you Steve had 5? Steve had 75%. Steve, come and pick your paper. 75%. Go and receive your award. Thank you, Mwalimu. Yeah, thank you. You can come Steve, let me deal with this one. Shida leo ni Sabato. Mlikuja youth seminar. Mmekula time, ningeanza saa 5. Saa hii mkaniruhusu nianze saa 6:30, kisha unapiga kengele. Tafadhali koma kwa jina la Yesu. Tunastahili kusoma, tuende juu, be focused in your education. Soma kabisa, toka shule ya sekondari, ingia shule ya chuo kikuu. Na unapoingia, wacha kuibia mtihani. Kuna watu ambao wanaibia mtihani, badala ya kujitahidi kuwa na discussion na vitu vingine na kudhania juu, unadhania diadems na kuibia mtihani. Wenye wako chuo kikuu, badala ya usome, unataka kwenda kutune lecturers. Kisha kesho unasema tu atakufanyia mtihani ama anakufanyia vitu vingine vizuri. Lazima tusome. Wale ambao wako educated, nataka kueleza kitu hapa. Kuna tofauti kati ya wale ambao wako educated na wale wako learned. Wale wako educated ni wale wanajitahidi kwa bidii wapate certificate, wapass exam, au wako educated. Kuna wale walienda shule wanatafuta wakwe werevu kwa maisha, wanaitwa learned. Kwa example, unaona huyo wako educated, he only wants to pass exam. Yes, you only want to pass exam, that is educated. Lakini wale wako learned kama huyu, unahakikisha hakuna kuruka maisha, unaenda smooth ili usaidie wengine. Wale wako learned, usiruke, unakuwa na akili, ndio wengine uwaruhusu wapite, ukipita smoothly. That is being learned, not educated. And that is why nasema wacha kuibia mtihani, wacha kuvuta bangi. Huyu kijana mmoja juzi tu shuleni alikuwa anavuta bangi, ameleta form 1 shuleni.
Sikia tu. Hiyo ni mbaya. Nimeshonelewa. Imeshonelewa. Piga wewe. Nimeshonelewa kabisa na shindano na kila kitu. Yes, sasa habari yako. Wale tu nini wanashonelea? Tunaangalia hizo zote. Kesho nikataa kusoma, unakuja unajipata prison. Ninakuja kukuhubiria, tunakwambia tulikuhubiria kanisani uokoke ubatizo, ukaenda bangi. Tunakufuata huko ndani ya prison, tunaanza kukuhubiria tu. Ngoja tutazame pale, ujue ni nini ninaongea juu yake. Badala ya watu wasome, watu wanajihusisha na mambo ya dunia. Nasema nini? Angalia vizuri. That is a police case. Ndugu zangu na dada zangu, baada ya kusema haya, Danieli 1 aya yake ya 8. Sitachukua muda, naelekea kumaliza. Danieli 1:8. Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa, bali akamwomba yule mkuu wa towashi ampe ruhusa asijijie unajisi. Kwa nini Danieli aliamua mambo ya maana? Aliamua kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulikuwa sawa sawa. Jambo la pili, Danieli alikuwa amepewa malezi bora kutoka nyumbani kwao. Jambo la tatu, Danieli alikuwa na maadili ama tabia nzuri. Danieli huyu alikuwa na msimamo thabiti bila uoga. Na Danieli kilichomfanya aweze kusimama, alikuwa na elimu na maarifa. Danieli huyu aliweza kusimama kwa sababu hakuungana na marafiki wabaya, akakosa kushawishiwa vibaya na wanarika. Wewe je, unaweza kusimama leo hii? Hatusimami kwa sababu ya wachungaji. Hatuhitaji wachungaji kutueleza kitu ya kufanya. Hatuhitaji wazazi waweze kutuambia kitu ya kufanya. Hatuhitaji marafiki kutusaidia ama ili tuweze kukubaliana nao. Kitu tunachohitaji ni msimamo thabiti ndani ya mioyo yetu. Lakini Danieli akaamua. Daniel purposed in his heart. Nikinukuu dada wetu Ellen G. White katika kitabu cha Messages to Young People, anasema hivi: stand like Daniel, that faithful statesman, a man whom no temptation could corrupt. Do not disappoint him, who so loved you that he gave his own life to cancel your sins. Simama kama Danieli. Dare to be a Daniel. Kuwa Danieli inamaanisha usimame, useme hapana wakati watu wote wanasema ndio. Usimame kabisa peke yako wakati watu wote wanaharibika. Hata kama itabidi usimame, na usimame thabiti. Kuwa kama Danieli inamaanisha kuchagua Mungu, sio how popular you are, sio how many people will like your comments. Ni usimame hata kama utakuwa peke yako, kwa sababu Warumi sura yake ya 12 aya ya 2 inasema tusifuatishe namna ya dunia hii. Simama peke yako, umsimamie Mungu. Ndugu zangu na dada zangu, lazima tusimame. Ndiposa dada yetu akasema, dear youth, be honest, be persevering, guard up your loins of your mind, stand like Daniel. Simama kama Danieli. Ndugu zangu, simama kama Danieli. Naomba ninapotaja yafuatayo tuweze kusimama na miguu yetu. Kuna mambo nataka kusema, lakini simama na miguu yake. Lakini mwenendo wenu uwe kama inavyostahili iwapasavyo injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi ama nisipokuwepo ninasikia mambo yenu kuwa mnasimama. Nataka nitapotaja mambo haya, simama kwa mguu. Kuna mambo nataka kutaja ili yaingie akilini. Simama tuna miguu yako, ili napokuja nisikie mnasimama imara katika roho moja, kwa mwili mmoja, mkishindania imani ya injili. Hiyo ni Wafilipi 1:29. Kwa sababu tumesimama, nina maneno haya ya kuambieni. Jambo la kwanza, jenga uhusiano
binafsi na Mungu. Nimesema nini? Jenga uhusiano wa kibinafsi. Kwa sababu unajenga uhusiano wako na Mungu. Kama uko na bangles, uko na mikufu ama shanga ziza kuweka kwa shingo, chains ama zile za kuweka kwa kiuno, kama uko na earrings, nose rings, pete ya kutoolewa, na kisha kama uko na wrist bangles, tembea, ukikaribia hapa tupa mbele. Kama unaogopa, pea mwenzako, mwambie alete hapa mbele. Jenga uhusiano wako na Mungu. Kwa nini? Danieli aliazimu, hakulazimishwa, sikulazimishi. Nataka ufunguliwe kutokana na minyororo ya shetani. Huenda kufanikiwa kwako haijawahi ingia kwa sababu ulichukua vitu vya shetani ukajifunga. Kikale irake kivarati shetani gati kivarati shetani suwe. Kuna wengine mpaka wako nazo kwa ankles. Shetani amekufunga. Jifungue leo, zitupe hapa mbele. Naomba pamoja nawe. Jambo la pili ambalo nataka ulifanye siku hii ya leo, gundua wewe ni nani. Either ugundua wewe ni mlevi, ujipewe kwa Yesu, ama ugundua wewe ni mtoto wa Mungu, ujitoe kikamilifu kwa Mungu. Gundua tu. Nataka kuomba na mtu mmoja anataka kusanenda hizo vitu, asitupe kwa Yesu. Sina muda wa kungoja ati mtaanza kuita wito, nani wakuje, tuimbe wimbo, sije tufanye nini. Hakuna. It is a willing heart, and Daniel purposed in his heart. Danieli aliazimu moyoni mwake. Nataka huyo mtu mmoja atasarenda vitu vya shetani na kuweza kusema mimi ni wa Yesu. Vitu vyote vya shetani na vitoa. Jambo lingine, chagua marafiki wema. Rafiki yako ni aina gani? Umekuwa na boyfriend uko nje, hajaokoka, na unasema leo hii mimi naachana na huyo boyfriend, naachana na hiyo girlfriend hajaokoka, najipeana kwa Yesu. Wewe wakati tutakapokuwa tukiomba, ambao unataka kutupa hao boyfriend na girlfriend wa huko nje, uchukue kutoka kwa ndani ya kanisa la Mungu. Tutakapokuwa tumefunga macho, utainua macho, utainua nini? Mkono wako juu. Jambo lingine ambalo ni la mwisho, kuwa na msimamo hata kwa mambo ndogo. Ndio nikaanza kusema jinsi utakavyokuwa na msimamo ya mambo madogo ni kusarenda bangles, earrings na vitu ambavyo ni vya kishetani, zisarende leo hii. Tutaimba chorus moja. Kama hutaki kusarenda, it is yourself. Yesu ataniuliza, ulienda kwa ile? Nitasema Baba, nilienda. Uliwaambia? Nitasema niliwaambia. Ulikuwa tayari kuzichoma? Nitamwambia Baba yangu, nilikuwa ni tayari nizichome, lakini Baba walikataa nazo. Utajikuta umechelewa na utakuta umeangamia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ni nani mwingine ako tayari? Na wale ambao wamekuwa wakifanya vitu kule nje, kuna yule ambaye amefanya uasherati. Ulionja mara moja, ulionja mara mbili, hata kuna mwenye ulizalisha huko nje. Kuna wengine ulionjwa, ukashikwa na kutu, ukaenda ukatolewa kutu. Tutakapokuwa tukiomba, tutafunga macho. Tutakapokuwa tukiomba, utainua mkono juu. Na kama uko na hizo vitu vya kishetani ziko juu ya mwili wako, zisarende kwa kuzitupa hapa mbele. Ukiona ni vigumu kabisa kuzitupa mbele, kuleta kuzitupa hapa mbele, tutakapokuwa tukiomba, chukua tu, itupe tu popote, itaangukia, itaokotwa, italetwa hapa mbele. Mungu aweze kuwabariki. Tutaimba chorus fupi. Tutakapokuwa tukimaliza, nitaomba pamoja na wewe. Lakini sikia aya hii. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko umeni mwangu, sitaondoshwa. Simama kwa Bwana. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Bwana wa majeshi, ninakutukuza. Umetupa fursa kusikia kwa semina hii, ukituita tusimame kama Danieli.
Nikiwa wa kwanza nimeinua mikono yangu juu Baba. Kuna mwingine anainua kwa sababu zake za kibinafsi. Mwangalie dada huyo, mwangalie ndugu huyo. Wameinua mikono wakisema, Baba, we surrender everything to you. Tumefanya tabia zisizofurahisha ukuu wako, ila Yesu tunatubu mchana huu wa leo. Tukubali, turekebishe, tupokee. Kuna wengine tumekuwa na bangles ziko nyumbani kwa sababu ni Sabato na tuko waaminifu, tukasema hatutazivaa Sabato. Tuwezeshe tutakapofika nyumbani tuzitupe ndani ya moto. Kuna wengine hata tulitoa tu earrings vizuri na tukaziacha nyumbani, tuzitasaidie kutupa kwa moto. Na sisi tuliolete Baba hapa kwa jina la Yesu Kristo tunasarenda kwa kuzitupa kwa jina la Yesu Kristo. Tuoshe upya, turekebishe na utuandae kwa ajili ya ufalme wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki.